So let's come and say the good things that God has done to us. Glory to Jesus. Amen. 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 Today it looks as if there is no testimony. Leo kaonekana hakuna ushuhuda. We want to make God a liar. Tunataka tufanye Mungu kana kwamba ni mdanganyifu. Because if you cannot testify, it means you are making God to be a liar. Kama huwezi shuhudia ni kama unafanya Mungu aonekane mdanganyifu. God did, but you are denying him his glory. Mungu naye kafanya, lakini unamnyang'anya ile ukuu wake. I stand here to give a testimony. Nimesimama hapa ili nishuhudie. On Friday we left here very early in the morning. Siku ya Ijumaa walipata kutoka hapa na asubuhi. And the same Friday early in the morning, na Ijumaa hiyo na asubuhi, I decided to chat with the Credible Sounds at Nairobi. Nikaamua kuongelesha wale watu wa Credible Sounds kule Nairobi. Because they delivered parcels but in a portion. Kwa sababu walileta mzigo lakini nusu. They remain behind with the cymbals. Lakini wakabaki na mizigo nyingine. So we have drum set but we had no cymbals. Lakini tuko na drum set lakini tumekosa zile za kupiga. So they were to deliver. Na wangefaa walete tena. But they told us that it's out of stock, but they had made an order. Wakasema ziliisha katika ile store yao lakini wakafanya ile order. So we were humble and waiting for the cymbals. Na tulikuwa tunangojea. But they used to tell us that we'll get the cymbals at the end of the month. Lakini walikuwa natuambia tungezipata mwishoni mwa mwezi. But to me, I knew they can make it in haste so that we can have them. Lakini kwangu nilijua wangeifanya kwa haraka ili tuzipate. So my prayer was to make them do that in haste. Na ombi langu lilikuwa waifanye kwa haraka mno. So when I woke up in the morning, na nilipoamka na asubuhi, I decided to go to them through a WhatsApp. Nikapata kuandikia ujumbe kupitia WhatsApp. Even I thank God for the system of WhatsApp. Na nikamshukuru Mungu kwa ile mtandao wa WhatsApp. Even I thank God for the internet. Na nimemshukuru Mungu kwa ile internet. Because you can organize things in Nairobi and you are here in Kisumu. Na unaweza fanya vitu zako kule Nairobi lakini upo hapa Kisumu. And you can organize things abroad and you are here in Kisumu. Na pengine unaweza fanya vitu zako kule nchi za ng'ambo lakini uko tu Kisumu bado. So I had to organize them in the soup and I was here in my house. Na angepata kuongelesha kule Nairobi lakini alikuwa hapa kwake. So the first time when I spoke to them, wakati wa kwanza walipoongea, they told me that they had come but they are still going through process. Ya kwamba zimefika lakini bado zinaenda katika zile hatua. So they told me that sure they will deliver it at month end. Ya kwamba kwa hakika watazileta mwishoni mwa mwezi. And I prayed God to tell them to do that in haste. Na kaomba Mungu awafanye wazilete kwa haraka. Because I was eager to have it. Kwa sababu alikuwa na tamaa na za kuzipata. So Friday early in the morning, Ijumaa na asubuhi, I decided to reach out onto them. Akapata kuwaongelesha tena. Even Thursday in the evening I reached out onto them. Na siku ya Alhamisi na jioni pia wakaongea. So they accepted that now they are in store. Wakaitikia kwamba ndio ziko katika duka letu. But they're still sorting out. Lakini sasa bado tunazikagua. Then I told them that if you could have sent them on parcels early in the morning. Na kama mnaweza kuzituma kama mzigo na asubuhi, through Sampa parcels I will get them the very day. Kupitia ile Sampa parcel nitazipata hiyo siku. So I want to get them today. Na ni tamanio langu nizipate siku ya leo. So my prayer that you go in the morning and dispatch them to the parcel so that I may receive them the other side. Na ni ombi langu na mzieke na asubuhi ili nizipate. And they told me that is not of their budget. Na akasema ya kwamba hiyo haiko katika ile bajeti yao. So I must take charges. Na ni lazima achukue gharama. And I told them that I paid all.
Na akamwambia si nililipa yote. So it was not my mistake to for them to lack in your store. Na sasa haikuwa nia yangu ili zikosekane katika stock yenu. That was a mistake to a company to sell things in halves. Na ilikuwa ni nyinyi mliuza nusu. So I will not take that burden on me. Na sitachukua makosa ama sitachukua hiyo makosa na ile gharama juu yangu, because we had done our collection at that with the very time. Kwa sababu sisi tulipata kuzichukua vyombo vyote. So if they could have been in your stock, we could have come with them at once. Kama zingekuwa kwa duka lenyu, zingekuja kwa pamoja. So now, since mistake was yours, you had to carry the burden. Na kwa sasa makosa ni yenu na lazima mbebe hiyo gharama. What you'll do to me, you send them to parcels early in the morning and I will receive them here. Na sasa kitu mtafanya, mzitume kama mzigo na nitazipata na asubuhi. And may God bless you in advance. Na Mungu awabariki na kwa mapema. Then they told me that's fine, Pastor. We are going to do that. We accept. Nakwambia mchungaji, hayo yote tumeyasikia, tutayafanya hivyo. So we are going to send them to some pass, you say. Na tutazituma kupitia hiyo kampuni ya parcels. And then I send them the receipts that has the contacts. Akatuma ile zile receipt ambazo ziko na nambari. So I'm glad that by then I was preparing myself as well to leave to past Kidu Bay. Na alikuwa anatoka kule Kidu Bay. So I was going far beyond Kidu Bay. Na alikuwa anajitayarisha aende kule Kidu Bay. At a place called Kanyaluo. Mahali inaitwa Kanyaluo. So we are going to somewhere we had not gone sometimes back. So walikuwa naenda mahali hawajawahi pata kuenda. But we overstayed since I was still organizing that. Lakini sasa walipata kuchukua muda kidogo kwa sababu alikuwa bado anaongelesha. So we are going for a funeral. Walikuwa naenda katika mazishi. So I had to go to top speed for me to have the program. Sasa wangeenda kwa kasi sana ili wapate kule ratiba. Because I wanted to catch up with the program. Kwa sababu walikuwa nataka apate ratiba ikiendelea. So I want to thank God because God led our way to funeral. Na nataka kumshukuru Mungu kwa sababu Mungu aliwapatia kusafiri vyema hadi katika mazishi. At Kanyaluo, and we reached very well. Kule Kanyaluo na wakafika vyema. We went very fast. Na wakaenda kwa kasi sana. Glory to Jesus Christ. Amen. God led our way to the place. Na Mungu akasafisha njia hadi kule. And we were received a lot of love. Na wakakaribishwa na upendo mwingi. Then we had to leave there later a bit. Na wakatoka kule kukichelewa kidogo. We left around 4:30 there. Wakatoka kule saa 10:30. And there was some rain coming. Na kulikuwa na mvua ilikuwa inataka kunyesha. So we had to rush for the rain not to rain on us. Sasa walikuwa wamekuja kwa kasi sana. And God led us home again. Na Mungu akawapea ile usafiri mzuri. So after coming home, na baada ya kufika nyumbani, my son Amolo told me, na kijana yake Amolo akamwambia, because I let Amolo to be in contact with the Credible Sound. Kwa sababu aliacha Amolo akue katika contact na wale Credible Sound. So Amolo told me that they dispatched the parcel at around 11. Amolo akamwambia kutoka saa 5 walikuwa wametoa mzigo. So by 8:30 there it shall be arriving. Na kufikia saa 2:30 zitakuwa zimefika. So I had to send Amolo to go for the parcels. Akapata kutuma Amolo aende mzigo. Then he went and waited a bit. Na akaenda akangojea kidogo. Then he found the parcel came and here we have him today. Akapata mzigo na akaja nazo na tuko nazo leo. So I saw the hands of the Lord. Na nikaona mkono wake Mungu. And a certain miracle God did to me yesterday in the evening. Na kuna miujiza pia Mungu alinitendea jana na jioni. So I had a drum set. Na nilikuwa na drum set. But I had no drumist. Na sikukuwa na yule wa kupiga drum set. But my eyes was focused on the Lord. Lakini macho yangu yalilenga Mungu. Then I had my brother here knocking at the gate. Na akamsikiza ndugu yetu anabisha langoni. And I was sitting here on top of this table. Alikuwa amekalia kule mezani. And then Holy Spirit led me to go for him. Na Roho Mtakatifu ikamuelekeza muende. So I denied first. Na akakataa mara ya kwanza. And then Holy Spirit told me again,
go and open the gate for them. Roho Mtakatifu ikamwambia nenda ukamfungulie lango. Then I went rushing into the gate. Akaenda kwa kasi katika lango. Because that was an order of the Holy Ghost. Na ilikuwa ile amri kutoka juu. So when I went there I meet him. Na wakati alifika langoni akamkuta. And I asked if any case is connected with any one of us in the na kama ako na uhusiano na yeyote yule hapa. Because this is town. Kwa sababu hii ni mji. Then he told me no. Akasema la. But I've just decided to come to church. Mimi tu nimekata kauli nikuje kanisani. Then if you get somebody saying I decided to come to church. Na ukisikia mtu anasema mimi nimependelea nikuje kanisani. Who are you to say no? Wewe ni nani useme la? I said bring the key very fast. Ya kwamba leta kifunguo kwa kasi. We were coming with him. Then wakakuja na yeye. I told him just wait for me as I was locking down the gate. Ni ngoje tu nifunge lango. Then I talked to him here. Wakapata kujadiliana. I questioned him again. Na akapata kumuuliza tena. Then I decided to allow him to come into church. Wakakata kauli wapate kuja naye kanisani. Then I show him our brother Victor that is the chairman of youth who is working with youth. Na kamwelekeza kwa ndugu yetu Victor, akamwambia huyu ndio yule mkuu wa wanarika. So you go to him and greet him. Pata kunenda kwake na upate kumsalimia. Then he came to sit next to me again. Akakuja tena akaketi na yeye. Glory to Jesus Christ. Amen. So God decided to give me drummist. So Mungu akampea yule wa kupiga. God who gave us these drums, he decided to give us the drum. Mungu ambaye alitupea drum akatupea mtu wa kuzipiga. And the person who got to spoken to buy the drum set asked me a question. Na yule ambaye alimuongelesha anunue drum set akamuuliza swali. Now you are having drum sets. Na sasa mko na drum sets. Do you have the drummist? Na je, mko na mtu wa kuzicheza? Then I told her that I don't have but God has. So akamwambia mimi sina lakini Mungu wangu yuko naye. I'm sure it is there God will bring the drummist. Na najua yupo Mungu atamleta. Glory to Jesus Christ. Amen. So I even have not talked to her and tell her what is happening. Na sijapata kumuongelesha ili nimjulishe yale yanatendeka. But I'm proud because God did the will and the desire of the church. Nina furaha kwa sababu Mungu alifanya matakwa ya kanisa. Glory to Jesus Christ. Amen. God brought him because God knows him. Mungu alimleta kwa sababu Mungu anamjua. So when he was sitting next to me, wakati alikuwa ameketi kando yangu, then God put my eyes to see the way he was doing his legs. Mungu akanionyesha ili nione jinsi alikuwa anacheza mguu. And then the Holy Spirit told me that he is a drummist. Roho Mtakatifu akaniambia huyu anacheza drums. Then I told him that why don't we join those who are worshiping? Nikamuuliza mbona ungane na wale wanaoimba. Then he told me that no, I'll be joining them but not now. Akaniambia nitaungana nao lakini si sasa. I still want to settle a bit. Kwa sababu nataka nikae kidogo. Then Holy Spirit told me now to leave to my house. Na Roho Mtakatifu akamwelekeza atoke aende chumbani. And to let freedom to prevail. Na aache uhuru upate kukua. Glory to Jesus Christ. Amen. Why was the Holy Spirit telling me this? Mbona Roho Mtakatifu alikuwa anamwelekeza? Because some people fears of other people. Kwa sababu wengine wanapata kukuwa na uoga. So maybe Holy Spirit wanted me to get out for the freedom to generate. Ili yeye apate kutoka na kukuwe na uhuru. Then I was told I wanted to see somebody who was we had first the drummist. Tulikuwa na yule wa kucheza wa kwanza. Who came to test just have a test. Mwenye alikuja ili apate kucheza mara za kwanza. To set them and to test. Ili kupata kuziweka sawa sawa na apate kupiga mara ya kwanza. He was brought by our brother Collins. Aliletwa na ndugu yetu Collins. So I wanted to have a chat with him also. Na nilikuwa nataka nimuongeleshe pia. So I told my sons that let him pass through me when he's going back. Ya kwamba wacha akuja nione kabla apate kwenda. So within a short time God Holy Spirit revealed to me that they have changed. The people were dummies have changed already. Na sasa Roho Mtakatifu ikamwelekeza ya kwamba wamepata kubadilika. Then I told my son that you go and call the drummist. I want to see the first drummist who was there. Ya kwamba nenda ukaniitie yule ambaye alicheza wa kwanza. Then he told me he has gone. Ya kwamba yeye amepata kwenda. Then I asked him who is now doing it. Na akamuuliza ni nani anaifanya? He told me that visitor. Akaniambia ni yule mgeni. Amen. Jesus Christ. Amen. So our brother is a miracle to this church. Sasa ndugu yetu ni muujiza katika kanisa. So let us give all of our love. Amen. Acha tupe upendo wetu wote. Let us enjoy all of our
wote. Because he was brought here by the power of the Holy Kwa Ghost. sababu yeye aliletwa na nguvu za Roho Mtakatifu. God provided this great food to play. Na Mungu akaleta ili mtu apate kuzicheza. Glory to Jesus Christ. Amen. And that is prayer power. Na hiyo ni ile nguvu ya maombi. Let us pray. Na wacha tupate kuomba Without ceasing. bila kuacha. Because prayer has power. Kwa sababu maombi iko na mamlaka. I welcome each and every person in this church. Na nimekaribisheni nyinyi nyote. I welcome our visitors as well. Na nimewakaribisheni wageni wetu wote. I want you to feel at home at the feet of the Lord. Na mjihisi nyumbani katika mguu pake Mungu. Because you are in the house of the Lord. Kwa sababu mko katika nyumba ama chumba cha Bwana. So please, if you are here in our midst, mkiwa hapa miongoni mwetu, you know the gift that God has given you to do in the house. Unajua ile kibali ambayo Mungu ameweka juu yako. Use your gift properly for him not to cease unto you. Pata kutumia ile kibali chako ili isikutoke. Because if you don't use your gift, it shall be taken out of your. Kama hujapata kutumia kile kibali chako kitakutoweka. So may God bless you. Na Mungu apate kuwabariki as we have the services of today. Na tukiendelea na mkutano wa leo. Be blessed in Jesus' name. Amen. Amen.